Unatazama Taasisi ya Moyo TV, mtazamaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi hiki cha afya na JKCI. Ni kipindi maalum ambacho kinaangazia masuala mbalimbali yanayohusu afya. Nini uache, nini uendelee kufanya, nini uanze kufanya ili kulinda afya yako. Jina langu ni Agnes Skaonga na mara nyingi studio huwa siko peke yangu, nakuwa na mtaalamu ambaye anatupa elimu lakini anatujengea uwezo wa kuweza kuboresha maisha yetu kiafya au kubadili mtindo wa maisha. Sitakwambia nipo na nani kwa hakika, lakini ningependa kwanza utafakari jambo moja linalohusu afya. Kama ningekwambia chakula unachoweka kwenye sahani yako leo kinaweza kuathiri afya ya moyo wako kwa miaka 10 ijayo, je, ungebadili mlo? Studio siko peke yangu kama nilivyosema, niko naye mtaalamu wa lishe. Atajitambulisha yeye ni nani na anafanya nini katika Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI. Karibu. Asante sana. Naitwa Husna Yasin Faraji. Mimi ni afisa lishe kutoka Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete. Kama ulivyotangulia kunitambulisha, sisi afisa lishe Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete tuna kazi kubwa mbili. Kwanza ni kutoa elimu na tunasema awareness, uelewa kwenye jamii kuhusiana na magonjwa ya moyo, ikiendana sambamba na vyakula, kwamba nini ufanye ili kujikinga na magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Lakini pia kwenye Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete tunafanya huduma za maelekezo, ushauri na tibalishe kwa wagonjwa ambao tayari wana changamoto za afya ya moyo. Naam, ukisema lishe bora kwa afya ya moyo, kuna lishe maalum ambayo mtu binafsi anatakiwa izingatie ili kulinda afya ya moyo wake. Unamaanisha nini ukisema lishe bora kwa afya ya moyo? Tukisema lishe bora tunamaanisha ni mtindo mzima wa maisha. Sawa, na huwa tunapenda kusisitizia kwamba hakuna chakula bora kimoja ambacho kinaweza kukukinga na magonjwa ya moyo. Naelewana. Kwa hiyo tukisema lishe maanake ni mchanganyiko wa makundi yote ya vyakula pamoja na tabia zako za kila siku ambazo unazozifanya zikijumuika kwa pamoja ndio tunaita lishe bora. Sasa hiyo lishe bora ndio itaenda kukukinga wewe na magonjwa yasiyo ya kuambukiza, ikiwa na magonjwa ya moyo. Sasa tukisema nini hasa tunaangalia kwenye lishe, kitu cha kwanza tunaangalia sahani yako, kwamba wakati umekaa unasema unakula kitu gani. Kwa maana gani? Unapokula lazima uzingatie ubora wa vyakula unavyokula, lakini pia lazima uzingatie uwiano sahihi wa hivyo vyakula unavyokula. Kwanza nipende kuelezea tuna makundi 6 ya vyakula. Ndio. Sawa, tuna makundi ya vyakula vya wanga, tuna makundi ya protini za wanyama, tuna kundi la protini za mimea, tuna mboga za majani, tuna matunda na tuna kundi la mafuta. Haya makundi yote 6 yanatakiwa yawe na uwiano sahihi wakati unakula. Ikiwa haujayala kwa uwiano sahihi, pale tunasema lishe yako sio bora, na hii itapelekea wewe kupata magonjwa ya moyo. Okay, umesema kwamba hiki chakula ambacho mtu binafsi anakula kinatakiwa kuwe na uwiano, kwa maana protein, wanga, mafuta. Tungetamani kujua uwiano ambao uko katika uhalisia. Mtu yoyote kama yupo maeneo ya kazi, anaenda kantini, hata anapoagiza kile chakula aweze kuzingatia uwiano sahihi ili kukamilisha sahani yake. Sawa. Na kwenye uwiano huu wa sahani inapendekezwa makundi yote 6 yawepo kwenye sahani yako kwenye kila mlo unaokula. Sawa. Kwenye jamii, kwa sababu tunazungumzia kwenye kujikinga na magonjwa ya moyo, kuna mwongozo wa vyakula ambao umetoka ambao tunautumia Tanzania. Mwongozo ule wa vyakula unatuonyeshea kwamba kwenye sahani yako vyakula vya wanga vinatakiwa vipungue ili upate nafasi ya kuweka vyakula vya mboga za majani, uweke matunda, uweke na protini. Na kwenye protini zamani ilikuwa watu wanajisahau. Mtu akishaika nyama au akishaika samaki hakumbuke kuhusiana na jamii za mikunde.
Kwa hiyo unakuta hakuna marage au hakuna njegere au hakuna dengu, lakini hivyo vyote vinatakiwa viwepo sambamba kwenye sahani yako. Lakini pia kikubwa ambacho sasa hivi ni changamoto ni matumizi ya mafuta. Unakuta vyote hivyo vinakuwepo kwenye sahani, lakini vyote vimeandaliwa kwa mafuta. Unakuta utaweka ndizi, lakini ndizi zilizokaangwa. Utaweka samaki, samaki amekaangwa tena. Utaweka, kwa unajikuta chakula hicho unachokula lakini kina mafuta mengi. Hii inapelekea kutokula lishe sahihi. Kwa hiyo inaenda pamoja, kimeandaliwaje hicho chakula na unakula sahani iliyojumuisha nini na nini. Sio unakula tu wali mkubwa na maharage umeweka juu na kimboga cha majani kijiko kimoja, ndio ukahisi kwamba umekula lishe sahihi. Hapo inakuwa bado upo hatarini kupata magonjwa ya moyo. Nataka tuchukulie mfano halisi kabisa. Nimeagiza wali nyama. Nimewekewa wali mwingi, mboga ya majani kidogo. Nikawekewa nyama, matunda sijawekewa. Naweza kulinda moyo wangu kwa wali mwingi, mboga ya majani kidogo na nyama? Kwa mfano huo ulionitolea bado haujalinda moyo wako. Sawa Kwa sababu kunatakiwa kuwa na uwiano kati ya wali na mboga za majani. Sawa Kawaida yani unakuta mboga aidha mtu hali au ndio hivyo inakuwa kidogo. Na mboga yenyewe muda mwingine imeandaliwaje, unakuta tena imeshapikwa na mafuta mengi, imejazwa sijui nazi, kwa hiyo inakuwa bado sio salama. Lakini wakati huo huo umesema hakuna matunda. Mbaya zaidi unakuta hicho chakula ulicholetewa utatafuta labda juice au utatafuta soda hapo. Kwa hiyo unakuwa bado uko kwenye hatari ya magonjwa ya moyo. Mtu ambaye tayari ana ugonjwa wa moyo azingatie vitu gani kwenye mlo wake? Okay, asante. Kwa mtu ambaye tayari amefanya vipimo na tukagundua kwamba ana tatizo la moyo, kwenye upande wa lishe kuna mambo makubwa matatu ambayo anatakiwa yazingatie. Kitu cha kwanza ni matumizi ya chumvi. Na hii inakuja pale kwamba lazima epukane na vyakula vyenye chumvi nyingi. Miongozo inatuambia kiwango cha chumvi kwa siku nzima haitakiwi kuzidi nusu kijiko kidogo cha chai. Kwa hiyo lazima awe makini kwenye matumizi ya chumvi. Ibakie hiyo ambayo itakuwa inapikiwa kwenye vyakula vyake jikoni. Aepukane na vyakula ambavyo ni vya kusindika au vya mapaketi, kwa sababu vile tayari vinakuwa na chumvi nyingi. Sawa Na mfano wa vyakula hivyo ni kama vile sausage, lakini pia hizi snacks kama crisps, hizi Pringles zinakuwa na chumvi nyingi, lakini pia baadhi ya vinywaji hasa juisi za box zinakuwa na chumvi nyingi. Kwa jambo la kwanza kwa mgonjwa ni kupunguza matumizi ya chumvi. Lakini jambo la pili kwa mgonjwa wa moyo ni kuhusiana na mafuta. Tafiti zinatuonyesha kwamba kuna uhusiano mkubwa sana wa kuendelea kupata tunasema complication, matatizo makubwa zaidi ya moyo ikiwa haujazuia aina ya mafuta unayotumia na kiwango cha mafuta unachotumia. Sasa kwenye upande wa mafuta tunashauri nini? Yatumike mafuta mepesi ambayo ni mafuta yanayotokana na mimea. Mfano mafuta haya ni kama yanayotokana na tunda, labda mafuta yanayotokana na parachichi, mafuta ya mzaituni, mafuta ya kanula, mafuta yanayotokana na mahindi, ndio mafuta salama kupikia vyakula. Lakini pia utapikia haya mafuta sio kwa kwenda kufanya kukaanga. Bado matumizi ya kukaanga sio salama kwa sababu unatumia mafuta mengi kwa wakati mchache. Naelewana Kwa inakuwa hivyo, na kuepukana na yale mafuta yote yanayotokana na wanyama pamoja na mafuta ya viwandani. Unamaanisha ukisema mafuta yanayotokana na wanyama kwamba mafuta yale yanayopatikana kwenye nyama labda ya ng'ombe? Sahihi kabisa. Mtu ambaye anaumwa ugonjwa wa moyo haruhusiwi manake kula nyama choma labda? Okay, inakuja hivi nyama choma maana kuna nyama choma yenye nundu ambayo ni mafuta. Au mtu atakwambia nakula nyama choma lakini ni utumbo. Unajua utumbo una mafuta. Sawa. Kwa hiyo anatakiwa achague nyama ambazo hazina mafuta. Nyama ambayo ni steak au wanaita fillet. Ile kwake ni sahihi. Sawa Lakini kuna wengine huwa wanatumia tunaita samli au ghee. Unakuta anatoa kwenye yale maziwa. Natengeneza samli, ile pia sio salama kwa mtu ambaye tayari ana tatizo la moyo. Sawa Lakini pia vitu ambavyo tumesema na mafuta ya viwandani. Mafuta ya viwandani tunapata kwenye vyakula kama donut, kwenye cake, ice cream, hizi zote hizo zina mafuta ambayo sio salama kwa mgonjwa wa moyo. Ice cream zina mafuta. Sahihi kabisa. Zina
mafuta pamoja na sukari nyingi. Sawa, kwa sio salama kwa mgonjwa wa moyo kutumia. Kwa hivyo vitu vikubwa viwili lazima kae navyo mbali. Chumvi namba 1, namba 2 ni hayo mafuta, lakini namba 3 sasa kwa mtu mwenye shida ya moyo lazima, yani kwake inakuwa ni lazima kuzingatia sahani yake. Sawa, na ndiyo. Kwa mgonjwa inakuja kwamba nusu sahani yake inatakiwa ni mboga za majani ya kila. Na michemsho kwa sana, mambo ya kukaanga, vitu vya kuchemsha au vya kuchoma au vya kuoka ndivyo ambavyo anatumia. Kwake kukaanga sio salama zaidi. Sawa, ndio. Kuna notion kwenye jamii kwamba watu wembamba hawako kwenye hatari ya kupata magonjwa ya moyo. Na inavyofahamika, ndio maana nimesema kuna notion kwamba mtu mwembamba yeye hana mafuta mwilini, mtu mwembamba hawezi kupata magonjwa ya moyo. Wewe unasemaje? And napenda kuiambia jamii kwamba sio kweli. Unaweza ukawa mwembamba lakini ikawa bado una tatizo la moyo au upo kwenye hatari ya kupata tatizo la moyo. Na hapa ndio pale ambapo tunasema ni vizuri kuwa na tabia ya kucheki afya mara kwa mara, kwa sababu haya magonjwa ya moyo huwa tunaita ni silent killers. Ni magonjwa ambayo hayana dalili za waziwazi. Kwa unaweza ukawa haupati maumivu ya kifua, unaweza ukawa labda haupati changamoto ya pumzi, sawa, hauumwi, hauishiwi nguvu, lakini kumbe labda pressure zako ziko juu. Na ni mwembamba lakini pressure ziko juu. Unaweza ukawa ni mwembamba lakini una tatizo la cholesterol kwenye mishipa yako ya damu, sawa. Unaweza ukawa ni mwembamba lakini una tatizo la kisukari. Sawa. Kwa hiyo wembamba sio kwamba ndio uko salama, hapana. Na hii kwa nini? Unaweza kuwa mwembamba lakini unatumia vyakula vyenye mafuta mengi, una matumizi ya pombe, unavuta sigara, bado utapata magonjwa haya. Bado unakuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa ya moyo. Mtu ambaye anatazama na kusikiliza kipindi hiki anaweza akadhani kwamba labda lishe bora au ili upate mlo kamili uwe na kipato cha juu ama kipato labda cha kati ili uweze kupata mlo kamili. Unamwambiaje? And na hii ndio changamoto kubwa tunayoipata hasa kwa baadhi ya watu ambao tumefanikiwa kuwaona. Wengi walikuwa wakifikiria hivyo kwamba ili ule sahihi labda lazima vyakula vyako ukavitoe supermarket au labda ununue virutubisho fulani, lakini sio kweli. Lishe sahihi au lishe bora ni vyakula hivi ambavyo tunavipata kwenye mazingira yako. Kinachotakiwa kuzingatia wewe ni usalama wa hicho chakula. Sawa, tokea unapokitoa ni usalama kwenye maandalizi ya hicho chakula chako, kwa maana ukiwa jikoni. Lakini namba 3 ni usalama kwenye sahani yako. Kwenye sahani yako ndio inakuja ile kanuni, sawa. Kama wewe ni mgonjwa tayari, fuata taratibu zote ulizopangiwa na afisa lishe wakati umekuja hospitali. Kama si mgonjwa, tufuate kanuni ya mwongozo wetu wa chakula unavyotuambia nini ule na kwa kiwango gani. Kwa hizi pointi 3 ni wapi chakula unakitoa, na pia kuna changamoto upatikanaji wa mboga, lakini huwa tunapenda kusisitiza jamii, kama tunaweza kuwa na bustani za maua nyumbani, basi tugeuze zile bustani zetu za maua ziwe ni bustani za mboga za majani, kwa sababu tuna mboga nyingi ambazo ndani ya wiki 2 mpaka mwezi unaweza zikaa tayari kwa matumizi. Na kuna mboga ambazo pia zinastahimili mazingira kama tembele. Unaweza kuzipanda kwenye bustani yako ukawa tayari una mboga zako za majani ambazo una uhakika wa usafi wake, na utaziandaa vizuri jikoni, utakuja utaziweka kwenye sahani yako. Kwa hivyo kwa mtu ambaye anahofia gharama, anaweza kwa kuanza tu, kama ana uwezo wa kupanda maua basi ana uwezo wa kupanda mboga. Sahihi kabisa. Kwa hiyo mboga inaweza isiwe na athari kubwa kama vile wanga. Mtu anavyoweka kiwango kikubwa cha wanga kuliko mboga, na mboga inaonekana si gharama kuliko wanga, kwa sababu tukizungumzia mahindi, mchele huwezi kupanda nyumbani, na kama mahindi yana msimu, lakini kwa mboga ni rahisi na upatikanaji wake unaweza kuwa rahisi na kwa bei nafuu. Kwa hiyo unachotaka kushauri ni kwamba mtu ambaye anafanya maamuzi ya kuzingatia lishe bora inawezekana bila kujali ongezeko la gharama. Sahihi kabisa. Sahihi. Mimi nikitoka hapa studio naenda sokoni, unanishauri ninunue nini na nini? Okay. Na huwa tunashauri utakapoanza sokoni anzia upande wenye mboga na matunda. Ndiyo. Kwa sababu wengi tunajisahau, unaanzia upande wa nafaka,
mpaka ukifika kwenye mboga unakuta hata ile budget ulioibeba tayari imeshaisha. Lakini ukianzia kwenye upande wa mboga utakuwa na uwanja mpana wa kuchagua aina tofauti, kwa sababu tafiti zinatuonyesha kila aina ya mboga ya majani ina virutubisho tofauti. Sawa, na inashauriwa ule tofauti aina za mboga ya majani ili kuendelea kutengeneza kinga yako ya mwili. Na jinsi unavyokula mboga za majani zaidi ndivyo ambavyo unaendelea kuboresha kinga ya afya yako pamoja na ya moyo wako. Kwa uwepo wa mboga za majani tofauti kwenye milo yako, haijalishi ni asubuhi, ni mchana, ni jioni, ndivyo inavyoendelea kukuweka salama zaidi kwenye magonjwa ya moyo. Asante sana mtaalamu. Kuna andiko linasema linda moyo wako kuliko chochote, maana huko ndiko kuna uzima wako. Unadhani kuna ukweli wowote? Ni sahihi, kwa sababu huwa tunasema kwa lugha ya kawaida ambayo inaweza ikaeleweka kwa kila mtu kwamba moyo ndio injini. Sawa, moyo ndio una supply virutubisho na damu safi kwenda kwenye viungo vyako vyote vya mwili. Kwa ikiwa kuna changamoto yoyote kwenye moyo, basi manake itasambaa au italeta shida kwenye mfumo wako mzima wa mwili. Ndio maana unaona mtu ana changamoto ya moyo, kama hakuitibia inaweza ikapelekea akapata shida ya figo, au ana changamoto ya moyo ikaenda kupata shida ya mapafu, au ana changamoto ya moyo ikampelekea labda kupata shida ya mishipa ya damu. Yote hiyo inategemeana, na kwa sababu moyo ndio engine. Kwa kuwa kuna hitilafu kwenye moyo, manake basi sehemu zako zingine za mwili hazitofanya kazi vizuri. Kwa ni sahihi na ni muhimu kuzingatia afya ya moyo wako. Kuna mtu ambaye amesikiliza kipindi cha lishe mwanzo mpaka mwisho na amefanya maamuzi ya kwamba kuanzia leo nitabadili tabia kuhusu mlo wangu ili niweze kutunza afya ya moyo wangu. Ni mambo gani matatu kwa msisitizo ungempa kijana mzee ambaye anaangalia kipindi hiki? Nashukuru. Jambo la kwanza kabisa na la muhimu, huwa tunasisitiza kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Kwa kitu cha kwanza ni kufanya tunasema afya check. Kufanya vipimo vya awali kujijua kwamba uko kwenye upande gani. Tayari una viashiria hatarishi vya magonjwa ya moyo au bado uko salama, hauna viashiria hatarishi vya magonjwa ya moyo. Na kwenye hivi vipimo vya awali huwa tunapenda kusisitiza kujua uzito wako upoje, ufahamu urefu wako, lakini upime kiwango cha mafuta kwenye damu, lakini pia upime kiwango cha sukari kwenye damu yako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Kitu cha pili ambacho tunapenda kusisitizia ni kuhusiana na sahani yako. Sawa, tumetoka kuzungumzia kwamba vyakula vyenye afya ni hivi ambavyo tunavipata maeneo yetu tunayoishi. Ila jitahidi kwenye uandalizi wa hivyo vyakula unaandaeje. Kama chakula unaweka mafuta mengi, hicho sio salama. Kama chakula unatumia chumvi nyingi kwenye kupika, iko sio salama. Na kama chakula unatumia sukari nyingi, pia sio salama. Sawa, kwa lazima ujiangalie kwenye hivi vitatu. Mimi labda nakula chakula changu, labda kitafunio changu labda ni miogo. Miogo nimeenda kufanyaje? Nimeikaanga. Najua hapa sio salama. Labda nakula na kitu cha protini, ninakula sausage. Sausage ina mafuta mengi, na ina chumvi nyingi. Ni nyama ambayo imesindikwa, sio salama. Badala ya kula tunda nikaenda kuchukua juice ya box au soda. Soda ina sukari nyingi, sio salama. Kwa namba 2 ni kuangalia vyakula vyako, kwa maana hivyo vitu vitatu sio salama kuvitumia. Lakini kitu cha tatu, lishe bora inaenda pia na baadhi ya huwa tunaita lifestyles, aina ya tabia ambazo unazozifanya. Kama haufanyi mazoezi, bado utakuwa kwenye hatari. Kama haunatumia pombe kupitiliza, bado unakuwa uko kwenye hatari. Kama una matumizi pia ya sigara na tumbako, bado unakuwa kwenye hatari. Kwa hiyo wakati unazingatia lishe bora, lazima uzingatie na hivyo vitu vingine pia kwa pamoja. Asante sana. Mtazamaji, bila shaka umenufaika na kipindi cha afya leo. Kwa leo tulikuwa tunazungumzia tu kwa ujumla masuala ya lishe ambayo inaweza kulinda moyo wako, maana huko ndiko kwenye uzima, maana huko ndiko kunatoka chemchemi za uzima. Kwa hiyo unapolinda moyo wako na maumivu ya mapenzi, maumivu ya kidonda, maumivu yoyote, usisahau kulinda moyo wako kwa kuzingatia lishe bora. Wakati mwingine mtazamaji, tutazungumzia matunda tu. Ni matunda gani
yanafaa kwa ajili ya kulinda moyo wako. Hadi wakati mwingine. Nyuma ya kamera nilikuwa naye Jeremia Ombelo na mimi ni Agnes Skaonga. Tunakutakia wakati mwema. Afya ya moyo wako. Moyo ni wa kwako, ulinde. Linda moyo wako, chunguza moyo wako. Anza sasa kuzuia na kukinga. Moyo ni zawadi, tulinde. Ukitibu kwa wakati utaishi. Linda moyo wako, chunguza moyo wako.